Nasema ati muongezwe shares ati ya wazee. Hakuna kitu kama hiyo. Kila mtu amefikisha miaka 70 aandikishwe apate haki yake. There is no discussion. And if that is happening in Sotik, Bwana County Commissioner, there is a problem. You need to find out and tell me before I go what is the problem. Nani? So utaniambia before I go. Find out if kuna mtu watu yako your DCC ama wale watu ya registration wamefanya hivyo, you confirm, wataondoka kabla niondoke. Si ndio? Because tumekubaliana kila mama mzee amefikisha miaka 70 aandikishwe apate pesa yake. Na waziri wa social protection Florence Bore anatoka hapa. So how do we have a problem in Sotik? So let's find out what is the problem, but ni ya kila mtu. Hakuna kubaguliwa, hakuna allocation, ni wale wote wamefikisha miaka wapewe. Nikitoka hapa mambo ya barabara, Kipchumba ako hapa. Ameonesha ako na mpango na ako na mpangilio ya kusukuma Kipkelion East to the next level. Mimi nataka kuuliza nyinyi kwa heshima, muunge mkono. Mumuombe na you support him. Anatuangaisha na rais pale na mawaziri kila ofisi. Akienda kufuata mambo ya barabara, mambo ya maji, mambo ya TVET, mambo ya harambe ya kanisa, anatusukuma. Na usiogope kusukuma, sisi hiyo ndio kazi yako. Kusukuma mimi na rais, hiyo ndio kazi yako. Wale watu sukumi tunajua watazama. Ukiona mjumbe hapigi simu, hakuji, mwaka moja imeisha, si hiyo ni mtu ya kwenda nyumbani? That is a sign. Ukiniuliza sahi ya kwenda nyumbani nitakwambia, lakini sitaki nitaje hapa. Lakini huyu Cherorot, the way he have started, kanyangia hapo mbele iko sawa, kanyangia hapo. Pana choka kuingia mimi ofisi. Hiyo ofisi ya bana ya mtu ni ya raia. Usipate ati waziri anasukuka hapo na kitu ufikirie ni yake na bibi yake. Hapana, ingia huko useme unataka hii na hii na hii, na ukiendelea utapewa ndio uondoke. Siku mimi nilikuwa mjumbe, nilikuwa nikiambiwa nikuje saa 1, mimi nakuja saa 12. Nikiambiwa waziri yako na kazi kuja kesho, mimi narudi saa 7. Jioni niko hapo. Masekretari wanasema ile mheshimiwa ya kusumbua, malizia hii mtu atoke aende. Na mimi nikapata maendeleo mingi sana kwa kusumbua hiyo. Kwa hivyo wewe Cherorot, that is the way, endelea hapo. Mimi juu ya kupeana pole ningetaka niseme kuna mambo mingi imeongelewa hapa. And I want to confirm watu ya Kericho. Kupata maendeleo kwa serikali ya William Ruto is not a privilege, is your right. Is your right. You are entitled to development. Kwa sababu mlipiga kura. Kwani kura mlikuwa mnapiga ya kufanya nini? Si ya kutafuta maendeleo. Politics is a struggle for scarce resources. To decide who gets what, when, and usually not why. So, hii kura tulipiga ya 2022 ndio itafundisha watu kupiga kura tukienda mbele. Watu wasifikage unapiga kura tu unafikiria ati ni mchezo. Halafu uchaguzi kiisha, si uchaguzi imeisha sasa tufanye kazi. Hapana. Sasa mimi nilipigiwa kura hapa Kericho tukiwa na rais. Nikiitwa pahali sikupigiwa kura, hiyo siku ikuwe imekuwa siku moja, tarehe moja. Iko Harambe huko na iko hapa. Nitaenda wapi? Si iko namna hiyo? Najua wapendagi mimi kwa kusema ukweli. Wananiingilia, lakini mimi nasimama na ukweli wangu kwa sababu ukweli ni wa kudumu. Mambo ya fertilizer. Tulipoingia wale watu ya handshake walikuwa hana haja na kilimo. Mbolea ilikuwa 7,000. Hawakuwa wanashughulika, hawakuwa na haja. Ile kidogo walipeana kwa NSPB inauzwa unaikuta kwa Agrovet. Si ilikuwa namna hiyo? Mbolea tumeleta na 3,500. Tumeregister wakulima. Kila mtu ametumiwa message, amechukua mbolea yake, amepanda, mazao ndio hayo. Nimekuja kwa ndege naangalia, roho yangu na duda kwa furaha nikiona ile kazi imefanyika hapa. Rais amesema bado
amepunguza mpaka 2,500. Sasa kwanza sisi watu wetu wale wako na shares mingi kwa hii serikali, nyinyi wakulima. So mbolea ikija haka iko makosa gani? Iko makosa? Sasa tumeanza registration ya pili ya farmers. Mjiandikishe na mchukue mbolea. And we have asked governors, kama haijafanyika hapa, we'll have to ask governor wa Bomet na huyu Mtai. Tulikubaliana mfanye last mile. Mfungulie store iende kwa vijiji. Ndio hii wakulima waache kutembea, hiyo masaa ya kutembea wakuwe kwa shamba. Si ndio? So we have asked the governors na tumekubaliana. Na hasa hawa wetu wa Kenya Kwanza, hata hakuna kitu ya kuongelea. Hiyo ni amri. Nyinyi ni wa boma yetu. Sasa kwa boma iko mambo ya kujadiliana? Kwa katika wale wengine wanaweza kataa. Wakikubali ni sawa, lakini wetu wale wa Kenya Kwanza, governors mfanye last mile, mtafute store, msafirishe, wakulima wachukue hapo, waende kwa shamba. We don't want farmers to waste time kutembea bahari mbali kutafuta mbolea kwa sababu mbolea iko. So let us take advantage, governors tusaidie. Mambo ya inua jamii, mambo ya wazee over 70 years. Tulipofika pale walikuwa na ngoja mwezi 10, mwezi 8. Hakuna mtu alikuwa anashughulika na hawa. Viongozi walikuwa kwa rege. Wanacheza rege. Sasa akina mama wazee wanaumia. Rais ametoa amri, tumelipa kila mtu up to date. Tena amesema by 28th of every month wazee wapate haki yao. Na ndio watakuwa kwanza kupata, ndio rais na mimi tupate na hao mawaziri. Treasury wakisema hakuna pesa ya kutosha, tunasema toa ya wazee kwanza wapate. Sisi wengine tunaweza ngoja. Sisi tunaweza ngoja. Sisi hata tukilipwa tarehe 5, tarehe 10 iko makosa. Wazee by 28th. Lakini tumefungua second phase ya registration. Mesikia huyu Francis Gay alikuwa bosi yangu, alikuwa PC. Mimi nikiwa DO. Alikuwa anatukasa sana. Na alikuwa mtu anafanya kazi vizuri.